Mpendo unayenifuata, nasema shalom, ni Bishop Ntwari Justin. Nilikuja ili tuchangie pamoja neno la Mungu na nilipenda kuongea hasa kuhusu neno neema. Neema ni kitu ambacho mtu anakipokea bila kustahili. Nasema nimepokea kitu hicho kwa neema. Neema ni kupokea bila kutumikia, bila kugharimu, bila kuchoka, bila kupiganisha, bila kutumia akili zangu na mbinu zangu, lakini nimekipokea cha muhimu na cha thamani kwa maisha na sikukuwa na kistahili. Na hasa vitu vya neema vinapokuja, vinamtoa mtu fasi, vinamuinua, vinampandisha, vinampa jina, vinampa heshima, vinampa kibali. Na mara nyingi neema inatoka ndani ya mawazo pekee ya Mungu. Ni katika mawazo ya Mungu, ni katika mpango wa Mungu, ndipo tunaona neema kamilifu. Neema sasa watu wengi hawazikamati na thamani sababu hawakuzichokea. Lakini wanaposhindwa kuzikamata na thamani, na mwisho wanapoteza neema yenyewe. Na wakati wanapoteza neema, wanapoteza vyote vilivyomo katika neema hiyo. Sababu neema ikija kwa mtu, inakuja na vitu, inakuja na majina, inakuja na heshima, inakuja na utajiri, inakuja na wokovu, inakuja na ushindi. Na vyote ambavyo inakuja inabeba neema hiyo, havimstahili huyo mtu. Iko chini ya vitu hivyo. Hana uwezo wa kuvifikia vitu hivyo, lakini amevipokea tu sababu Mungu amefikiria mtu huyo avipokee. Nilipenda kutoa mfano wa Kaini na Abeli, watoto wa Adam. Adam alikuwa anapokea mafundisho toka Mungu na anafundisha uzao wake mafundisho jinsi alivyopokea. Kama jinsi Biblia inasema katika Timotheo wa pili 2:2, maneno niliyopokea ninawapatia walio waaminifu, nao wapatie wengine. Na hiyo hali iendelee. Maneno ya muhimu, mazuri, maneno ya kugeuza, ya kubariki, ya kujenga, ya kuleta ujio mzuri, mimi nimeyapokea toka Mungu, na wapatie walio waaminifu, nao wayapatie wengine. Hivyo Timotheo wa pili sura yake ya 2 mstari wa 2 inaongea. Adamu alipokea toka Mungu, akafundisha wanaye wawili. Tunaona Kaini na Abeli. Ilikuwa juu ya habari ya kutoa sadaka inayokubalika na Mungu. Walifunzwa katika kumtolea sadaka inabidi wachinje mnyama, amwage damu, kisha watoe sadaka kwa Mungu. Lakini huyu mmoja hakutosheka, alikamata na dharau hiyo njia, hiyo mwelekeo, hiyo siri, akaamua kutumia nguvu zake. Na wakati alitumia nguvu zake na jasho yake, kitu ambacho angejivunia mwenyewe, sadaka yake haikufika kwa Mungu, haikukubaliwa na Mungu. Na mwisho ilileta nini? Wivu tena kwake, kwa sababu ya mtu aliyekubali akatii njia ya neema, njia yenye haitumii nguvu, lakini natumia neema, mpango, mawazo, mbinu za Mungu ili mtu afikie. Na wakati Abeli alitumia hiyo, sadaka yake ikakubaliwa. Huyu mwingine akashikwa na kitu kinaitwa wivu. Mpendo unayenifuata, watu wengi mara nyingi hawakamati vitu vya neema na uzito na thamani, na mwishowe wanaipoteza neema hiyo. Na baada ya kupoteza neema hiyo, wanajikuta wamepoteza vyote vilivyokuwepo ndani ya neema. Na wakati wanavipoteza vyote vilivyokuwa ndani ya neema, wanamaliza vibaya. Wanamaliza vibaya kwa kurudi nyuma, kwa kubomoka, kwa kusambaa na kuishi maisha yaliyo duni kiroho, kimwili, kijamii na kimazingira. Sababu neema ilikuja inabeba vitu vyote vya aina yote ambao vingemfanya mtu afikie kuwa chochote. Lakini nimejifunza neno katika Wakorintho wa kwanza
sura yake ya pili na mstari wa 12 inanionyesha ya kwamba ili mtu atambue neema kweli na izingatie, lazima awe amepokea Roho aliyetoka kwa Mungu ndani yake. Akikaa akiwa na roho ya dunia, roho ya kiulimwengu, ni vigumu itambue neema ya Mungu, sababu neema ya Mungu wanayoitambua ni walio na Roho wa Mungu ndani yao. Hao wanatambua neema hiyo inaleta nini, inabeba nini. Inabidi Roho wa Mungu akae ndani ya watu ili watambue neema na faida ya neema. Anasema hivi: Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Hatukupokea roho wa ulimwengu, bali roho anayetoka kwa Mungu, ili tuyatambue, ili tuyajue mambo ambayo Mungu ametupa kwa njia ya neema. Tutambue mambo ambayo Mungu alitupa kwa njia ya neema. Kama nini? Mfano, wazazi. Tunaweza kuwa na wazazi kama tutambui neema iliyomo ndani yao, hasa kama ni wale waliotoka kwa Mungu kweli kweli, wenye Mungu ametengeneza, wenye Mungu ametayarisha, wenye Mungu amepatia hasa wokovu, na wakapewa hata moyo wa kujali wanao na jamilia. Wachungaji, watumishi wa Mungu ambao Mungu aliweka mbele ya makundi ya majamii ili wawasaidie katika kweli na katika unyofu wote. Watu hao wanaweza kuja, hawakuagi siku zote, wanakuaga kwa nyakati fulani, ili wawasaidie hao nao waishi pia nao kwa nyakati zao fulani. Sasa hao watu wanaokuja na hawatabakia siku zote, wakati mwingine wanakamatwa leja, na mwisho kwa wale watu wanashtuka wamepoteza vitu vya thamani katika maisha yao. Mpendo unayenifuata, ningependa ukumbuke, kama ungali na roho ya dunia na unaingia kanisani na ulisema una wokovu, ingekuwa vema utafute muda mzuri wa kujisogeza mbele ya Mungu na umpe Roho wa Mungu nafasi ndani yako, ili akufunulie neema ambayo Bwana amekusogezea. Pasipo hivyo, kesho na kesho kutwa utashindwa kujua nyakati ambazo Bwana amekutembelea ili akufungulie milango na akupatie majibu tosha. Na kutakia Roho wa Mungu akusaidie ujue watu gani wa neema walioletwa karibu na wewe, na ujue hawa wapatikani mara pili au mara tatu, ni mara moja tu, na wanapita wanaendelea. Vitu gani vya neema umepewa katika maisha ambavyo havipatikani mara pili mara tatu, lakini wewe kwa sasa unavishika leja, unavishika kwa uzito mdogo sana, ingawaji haukutumia nguvu ya kuvipata, lakini kwa neema umevipata, na leo vimekusogeza, vimekupandisha, lakini unavikamata na uzito mdogo. Ningekutakia ujue kukamata neema umepewa, sababu neema haitokani na watu. Neema inatokana na Mungu peke yake, na kama Mungu anakupa kitu, kikamate na thamani. So wanajua maisha yako yaliyopo na yatakayokuja. Ukicheza na neema, unapoteza kesho ya maisha yako. Mungu akusaidie, akupatie ufunuo wa kutambua neema na vitu ambavyo neema imeleta kwako, na vitu ambavyo neema imelinda kando yako, na vitu ambavyo neema imekupatia unavyo kwa sasa. Nataka usipoteze hata kimoja, lakini uvilinde vizuri, ili kesho yako ipate kuwa nzuri, sawa na mawazo ya Bwana, kulingana na wingi wa neema zake juu ya maisha yako. Mungu akutendee mema. Ubarikiwe.